Kama nilivyokuambia shemeji, yaani ndugu yako ananipangia kila kitu, anatoa hela chakula sawa, sijakataa, lakini nikiwa napika yuko nyuma yangu. Nikitia kitunguu anakuuliza umetia vitunguu vingapi? Nikitia pilipili sijui pilipili imefanyaje, mara natia chumvi na yeye anataka kuonja. Hiyo tabia gani eti shemeji? Hebu niambie wewe, mwanaume anafaa kukaa jikoni kweli? Hivi ndugu yangu, haya maswala yanaongeleka ni kweli kabisa. Kaka bwana, mimi naendelea kukwambia mama ntilie wapewe hongera zao. Kwa nini? Unaelewa kaka? Kwa nini? Unampa 2000 au buku jelo, si ndio? Unapata mboga ngapi? 4. Unapata mboga za majani, nyama, maharage, si ndio? Na vidagaa kwa mbali. Alafu unaacha shilingi ngapi? 2000 au buku 1,500. Lakini mke wangu mimi naacha shilingi 10,000. 10,000 unakula mboga moja. Hiyo haki? Na hapo shemeji sijamaliza. Hapo anaposema habari za mboga 4 anataka kula mboga 4, hiyo 10,000 anayoacha sio kama ndio siku moja. 10,000 anakuambia eti tupike wiki nzima. Wewe uliona wapi mambo hayo? Yangu 10,000 wiki nzima? Kaka, tunaweka bajeti. Tuliambiwa kwamba ili ufanikiwe lazima uwe na bajeti. Ndio hivyo sasa tunafanya 10,000 tunatumia wiki nzima. Kwa maana kwamba kila siku 2,000. Ndio tunabana bajeti, ndio utajiri ulipo. Sasa nikwambie ndugu yangu, sasa hivi hali imekuwa mbaya, hali imebadilika. Hiyo 10,000 unaosema wewe kila siku 2,000 hawezi kutoboa. Yaani hawezi kabisa kukupangia maisha yakawa mazuri. Yaani hawezi, wewe tunarudi pale katika mboga moja. Hata kununulia matembele na unga roho. Hivyo ndugu yangu, lazima tubadilike. Wewe kama mwanaume unatakiwa ubadilike. Hizo habari za 10,000 wiki nzima achana nazo. Kutokana na maisha sasa hivi yamefanyaje? Yamepanda. Wewe mwanaume fanya mambo yako ya kiume, huyu mwanamke afanye mambo yake ya kike. Swala la kupika mwachie yeye, atapika, anafua, ataosha vyombo, hivi vyote masuala yake. Na wewe ni mtafutaji. Unaenda kutafuta, unaleta wapi? Nyumbani. Unakuwa safi kabisa hapa, hakuna maneno tena hapa. Yaani maneno huwezi kuyakuta. Yaani shemeji, hiyo sio kama mara ya kwanza tunaongea naye huyu kuhusu mambo hayo ya jikoni. Ndio tabia yake. Wewe mwambie ndio kama amenichoka. Anipe talaka yangu, kila mtu afate mambo yake sasa. Sasa shemeji, huko kwenye talaka mimi sitaki sana huko. Huko sio pazuri. Mimi ninachokiona cha msingi nyinyi kuelewana ili mbaki katika ndoa yenu ikiwa ipo salama. Unaelewa ndugu yangu? Kaka, kibiri hivyo mimi niwe napika mwenyewe. Sasa ukipika, unaweza kukubaliana na wewe huyu akaenda kazini kufanya kazi, wewe ukawa unapika nyumbani, uoshe vyombo, ufue, ile kitanda ufagie ndani, shughuli zote za mwanamke ufanye wewe. Uko tayari? Fanyaje? Nielewa hapo? Upike, ufue nguo, uoshe vyombo, shughuli zote za nyumbani, yani za ndani, za mwanamke usifanye wewe. Uko tayari kuzifanya? Ngoja nikatafute tu. Mambo ya kupika haya niachie mwenyewe. Sasa wewe nenda katafuta ndugu yangu. Huyu mwachie shughuli zake za nyumbani. Umeelewana shemeji? Hapa kesi imeisha. Changanya mbaruga, kae kwa amani nyumbani kwenu. Sikie tena maneno hapa. Hayo tena bana.